baadhi ya ibada zile tutafanya, ama kama anaweza atakaletwa kanisani, kuna nyoka tungefunga tu nyoka kwa nguo hapa vizuri. Wewe ujifungie? Yes. Baadhi ya ibada zile tutafanya, ama kama anaweza atakaletwa kanisani, kuna nyoka tungefunga tu nyoka kwa nguo hapa vizuri. Wewe ujifungie? Yes. Sijui kama mwaiona kwa kanisa mchungaji fulani ama mkasikia rumors, kuna mchungaji atena kuwa na tabia kulalalala na washirika sana. Yes. Unajua nini inafanyika sasa? Ndio utaona kuna mahali unaweza pata watu wanachoma ubani ama uvumba. So combination ya zile vitu zimewekwa ndio hiyo kitu inaitwa uvumba. Mara mingi watu wengi hawajuangi ni nini imechanganywa. Kuna majini inaitwa marwani. Marwani? Yes. Haya majini. Yes. Marwani? Yes. Majini. Sasa jini ni nini? It is a high time watu waanze kuelewa. Inakuanga ni invocation ya kuamsha zile maroho ambayo wanataka sasa ziende kusaidia huyu mtu mwenye anavukishwa hiyo uvumba ama hiyo ubani. Yes, karibu sana mwiroreri wakwa. Ndakonyita ugeni thiini wa platform ino itu, thiini wa mitambo ino Ngai turathimite nayo. Marito makwa njitagwo Simon K, na ngwiraga we ni ngwendete muno tondu we gitumi kiria gitumaga njuke haha oro muthenya, na riria wahe support ni ngenaga muno. Uguo thina mbere kwirorera video citu na uka make sure no subscribe nigetha riria ndaki upload any content ugakorwo be notified. Ngwiraga no ni follow mwena wa TikTok, Facebook, Instagram, and here kwa ha YouTube ni ikorwo subscribe yete. Make sure no subscribe. Itana githie muno ri reke ndehithire wiganona kuma kwa kambuni ya Tayari Lands and Housing ndina broti ciekuo ngoretwo ngikwenderia na ndirenda ngakugwetera project iria ciothe twina cio nigetha ugecagurira. Na ngwiraga project iria twina cio ciothe waigua ngikugwetera ni project ci handu hega, hari ungiaka ngakwira hau no wake, hari ungirima ngakwira hau no urime. Na ngwiraga kambuni ya Tayari ni kambuni ya kwihokeka muno, ni ndutite wira nayo gwa kahinda ka makiria ma miaka 5, turarora miaka 5 reke tuge uguo, na ndiri ndakorwo na case yo yothe kana ciro wothe wa mundu agi complain akiuga hihi ni agite kuheo taito yake kana ni agite kuona mugunda wake. Migunda yothe ndirakwenderia na broti ciothe cina taito. We riu urenda kurima ndirakwire ndina mugunda uhutitie ruwi ruria rwa Tana, uhutitie ruwika wega muno, handu ngirima wega muno tari na stress, kana kwina riua kana kwina pura kana kwina ki hau hatire hindi irio cikaga gutuika green. Ku irio storaga ci green tondu mai me hau. Mugunda ikeme kundira kwenderia 1.5 million na wakenda kugura nuthu ni 750. Ukienda kurihana kindu tutaga installment plan ukuigirira nuthu ya mbeca icio ingi ukirihana mieri 6. O hau kithioko haria kithioko ni ndirakwirire ndina broti cia 250. Hau naho ngwiraga ni hego ngikenda gwaka tunyumba twa gukomborithia tondu ciira mini 250,000. Wakenda kuriha na installment ukugira deposit ya 50, balance urihe na mieri 6. Kundu gugitwo Isinya ndina broti ciekuo, kundu riu ngiaka mucie wa guikara kundu kwega muno, no nakuo no urime tondu Isinya andu ni marimaga muno. Ugikorwo wina uhoti wa kugura mugunda munene Isinya andu ni marimaga muno tondu na watu akwenja mai kuria no wenje mai na moko, no hote kurima. Kundu na broti cia ciringi 450 cash na installment ni 500. Wigire deposit ya 100, balance urihe na mieri 6. Isinya ngwiraga no ndagika nini kuma Nairobi town thiini wa Kajiado County wahituka Kitengela. Isinya ni na hau mbere. Icio ingĩ ni ici cie ha Joska handu twitaga Ndofo-ini. Joska ndirakwenderia 600, no nacio ci hakuhi na barabara ino ndimwirage nyitithanitie Kagundo Road na Mombasa Road. Icio ndirakwenderia 600 cash, installment ni 650, deposit is 100,000, balance you pay within 6 months. Icio ingĩ ni cia Juja in a gated community, handu hairige wega riu ungigiaka kamucie gaku mundu ule wendaga gwaka handu gated, andu aria mendaga kwirigiria. Na hau gwiciria andu aria othe kambuni iria ciothe ciendagia migunda hau ni cirigite. So ni estate iyo ni estate ngika mathabu makwa already ni nene, it's a big estate, kuma faraini mugunda wa more than 100 acres. Migunda iyo yothe in a gated community, na ono witu no gated tukwendagiria 2.5 million cash na installment 2.8, ukagira deposit ya million 1, balance ukakireha na mieri 6. Hurana beno ya thimu 0715
99 9909 kana hihi ungikienda onani kwaraniria nani yakwa ni 0724 333313 we karibu sana undu cio ngi aikro we hau we muciari hihi kana we mwanake we muiritu na no wende gukorwo githoma maundu ma video production, video shooting, film production, animation, graphic design, uhoro wigi content creation, digital journalism, digital marketing, maundu macio mothe no utucerere guku gwitu tukorwo tugifundithia na njira ĩrĩa yagĩrĩire na namba itu nguragire ungitukinyira nayo ni 0724 333313 muke guku tukoranie tugie na skills icio. Be creative. We are living in a creative world. Twagikare hau uroguo kana ndiramwirire we muciari tukoe mwana waku thaa ici ati wambie kumutwara thiangage ke kothi ingi twekaga tene itakwenda gucigweta muno. Mwana okirage rucini agiuka hwaini ni ndiraturwo ni maitho ni ndiraturwo ni mugongo ni ndireka atia iko ici ni no kugura ka laptop hau agakorwo agithukuma mbeca kana ga camera agakorwo agika maundu make na agakorwo akiana a lot of money. So no thukinyira na mbeo ya thimu tukoragwo Ruiru bypass opposite Tatu City. That is our location. So karibuni sana nigetha tukingire program ini citu cia muthenya wa umuthi. Yes, karibuni sana wadau. Najua mko fiti, natumai mko fiti, wiki yenu imekuwa sawa. Mimi niko poa sana, nashukuru God kwa kila kitu. God ametubless na mvua. Manze hiyo ni baraka. Kuze kwa Bible kuna mahali God alisema hata ileta kifo na njia ya maji. Ni kweli? Kabisa. Kwa hivyo mimi nikiona mvua saa zingine naona ni baraka. Kulikuwa na kiangazi sana. Ukiuliza watu wenye walikuwa wanafanya ukulima wanaelewa. Kuna time ilikuwa imefika unasikia hadi mifugo wanakosa chakula. So saa hizi tukiona mvua imekuwa hivyo tunaambia tu God ni baraka. So karibuni sana siku ya leo tuko hapa na ninawapenda sana nyi wote. Watu wenye mko diaspora, Gulf, kila mahali. Gulf sijui saa hizi kuko aje. Tunaomba God sana kutulie. Tunawaombea Mungu sana na najua kila kitu itakuwa sawa. So kama uja subscribe kwa hii platform, mimi naitwa Simon K, kindly subscribe. Huku tunakuleteanga vitu educative, testimonies na sidhani zile vitu tunaletanga huku ni kubahatisha. Through God's grace ametupea hiyo grace na anatuletea guest wenye wanaweza tuelimisha kwa mambo mingi sana na sana za kiroho. Siku ya leo nimetembelewa na my guest hapa anaitwa Musa wa Mungu na si mgeni sana. Tumekuwa tukisikia story yake from episode 1 tumeenda episode 1, episode 2 na siku ya leo tutakuwa tukifanya episode 3 na watu wamefurahia sana kwa zile mambo wanapata kutoka kwa story ya Musa, kwa sababu kama kuna for the past like hata wacha niache kusema for the past like 10 years hizi mambo za unabii wa uongo zilianza hata venye tu Yesu alitoka hapa duniani. Zimekuwa mingi ever since that time, but kuna mahali zimekuja zikakuwa mingi sana. Siku za mwisho. Siku za mwisho zimefika zikakuwa too much, whereby sasa watu I think kanisa ndio ilionekana ni biashara yenye inaweza make pesa vizuri sana. Na ukweli naona ni ukweli, cause unapata mseme amefungua church within less than within a blink of an eye. Unapata mseme ana drive zile magari kubwa kwa security, anaishi manyumba fiti. So hapo ukiangalia vizuri unaona hapa hii wadi kona do. Na mimi nikiona hivyo nasema acha niende niekele yangu. Na sasa ukiekelea yako ukose pesa utatafuta njia za kuvuta wase. Na I think tulikuwa tumepitia kwa hiyo line wenye wamekuwa kitufuata kama umewatch episode 1 and episode 2 najua unajua Kenya inaendelea kwa historia ya Musa. So Musa, karibu sana kwa siku ya leo. Na naona Mungu amekutunza, amekulinda. Na nashukuru sana kwa Mungu kukuleta kwa hii platform. Thank you. At least ukue na hiyo njia ya kufungua watu macho wenye wako kwa hizo madhebehu waweze watoke. Karibu sana, naweza taka usalimie watazamaji wetu ndio tuendelee kutoka hapo. Nishukuru kwanza Simon K kwa nafasi hii na opportunity hii. Kweli. Sio watu wengi wanaweza wakahost vitu kama hizi ambazo ni eye opener kwa watu. Very true. Kwa hivyo I appreciate so much what you stand for. You chose to be a voice that it is like a light. Very true. In this season that we are in. Maandiko yanasema kwamba ni siku za mwisho. Ukisoma Matthew chapter 7 verse 15 kutatokea na manabii wa uongo vile watafanya,
Kwa hivyo umechoose your platform ikuwe ni kitu ya kufungua watu macho. Ni kweli. Of course ulikuwa na opportunity ungeitumia kufanya shughuli zingine. Very true. Lakini ukasema wacha uitumie ikuwe eye open, ikuwe ni ya kuelimisha. God bless you so much brother for that. Amen. Na pia nishukuru watazamaji wetu ambaye wamekuwa wakitufuatilia kutoka episode 1 tukafanya episode 2, leo tunaingia kwa episode 3. Ni kweli. Na pia nishukuru kwa watu ambaye wengi sana wana reach out. Kuna mama aliniambia kuna mtoto wake fulani alikuwa ameingia kwa Illuminati. Okay. Na akaletwa mahali nilikuwa nimeitwa ni hudumu Jumapili kanisani, na akakuja tukamfanyia deliverance huko. Okay. Na kuna wachungaji 2-3 ambaye also wanataka kutoka kwa unabii wa uongo. Okay. Kwa hivyo wame reach out. So wana watch. Oh my god. Unajua hata kama manzi hata tukakosa kufanya mambo mengine kwa hii dunia. Hiyo tu imetosha Mungu atupe. Si ndio? Yes. Kama wametoka kwa unabii wa uongo hiyo si mchezo. Yes. Actually kuna mchungaji tulipatana na yeye kupitia hii platform ya Simon K. Na huyu mchungaji kumbe alikuwa anakufuatilia kwa muda mrefu sana. Okay. Na akawa ananieleza ya kwamba nije Jumapili tukapatane Friday, tukapatana Friday ya last week. Na tukakuwa na mazungumzo mazuri na wao, na mimi naye nilikuwa na muda ya kuwafuatilia kanisa yao wanasimamia misingi gani na vitu vingi kama hizo. Sasa kumbe yule dada naye kuna wakati amekuwa akipatana na watu ambayo wamekuwa wakitapeliwa na manabii wa uongo. Kwa hivyo akijaribu kuwaombea pia akiwasakuwa msaada kwao. So wakati alipokuwa anatuona katika hii interview, tuka reach out tukaongea na tukawa tumeanza hata kufanya kazi pamoja. So Jumapili, kila Jumapili nitakuwa napatikana pale Benedicta Utawala. Okay. Yes. Kuna kanisa hapo inaitwa Spirit of Faith. Okay. Hapo ndio nitakuwa na tunapokea wageni wengi pia kutoka kwa hii social media Simon K. Amen. Tumekuwa na watu zaidi ya 20 people. What do you mean? Yes. Hizo tu show mbili on Sunday peke yake. Yes. Wow. Wale walikuwa wanakuja wanasema wako kwa addiction fulani tofauti, wengine ni wezi wakora, watu wamekuwa na mambo mengi sana mazito. Na wale wengine walikuwa kwa ile makanisa ya manabii wa uongo. Tumepatana na tumeomba pamoja na pia nangojea kusikia kitu ambayo Mungu atakuwa anafanya upande wao. Amen. Yes, so Simon K, sijui pengine tunaweza endelea kutokea mahali tulikuwa pale. Tunaweza endelea. Naonanga ukitaka kuwe unasemanga tuanze na maombi. Then from there tuendelee. Na ni vizuri kuanzia na maombi. Thank you so much. Yeah. Okay, Mungu tunakushukuru kwa sababu ya muda na nafasi na wakati ambao umetupatia katika kizazi hiki kuweza kukua sauti ambayo utaitumia kufungua watu macho. Maandiko yanasema kwamba wale walioketi katika giza kuu mwangaza imewadia kwao. Basi pokea sifa katika vifaa hivi, ukafikie wengi wale umekusudia, ukaokoe wengi kutoka kwa hizo madhabahu na hizo ibada za kiushirikina ambazo waliingizwa kwa kujua pasipo kujua. Ni kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen. 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 Yes my friend. Karibu sana bro. Thank you sana bro. So nakumbuka kwa ile episode 2 kuna baadhi ya vitu tuliahidi watazamaji wetu tutakuja kuendelea kutokea hapo. Ni kweli. Na baadhi ya zile vitu tulikuwa tumeahidi tutazungumzia ilikuwepo na uvumba. Ulikuwa uvumba. Na kuna ile na kuna spray pia nitaguzia leo. Okay. Kuna spray. Na pia hapa tutaendelea kwa episode 3 tutaona vile watu wanaweza wakatolewa nyoka ndani ya mwili wao na haikuwa. Naonanga sarakasika hizo. Umeshaiziona? Na pole tu sana kidogo. Naweza nataka kuguzia tu kwa mtazamaji wetu. Inaweza kuwa labda wewe ndio unatazama kwa mara ya kwanza. Tumekuwa hapa episode 1 na episode 2. Nitapin links hizo zote hapo. Link ya episode 1 na episode 2. Musa wa Mungu alikuwa ni nabii wa uongo. So amekuwa akielezea zile mambo walikuwa wanafanya huko ndio waweze kupata following na kupata pesa. I think the main target inakuanga do. Kwa hiyo unabii wa uongo. So episode 1 alielezea venye walikuwa wanatumia wafu, walikuwa wanaenda kwa makaburi, wananunua mili za watu wamekufa. Wanakuja wanazika kwa mashamba za watu na wananunua nyoka pia. Wanakuja wanaweka kwa nyumba yako, wanakuambia wanakuja kutoa nyoka. Episode 2 tukaendelea na the same story. Sasa tuko episode 3. At least sasa umejua, nimekubrief kidogo tu ujue venye kulikuwa kunaendelea. So saizi ndio maana umesikia tumeanzia hapo. Tuende kazi sasa. Nakumbuka kuna washirika ambao wangekuja kanisani na kuna majini inaitwa Marwani. Marwani? Yes. Haya majini, yes.
Marwani. Yes. Majini. Sasa jini ni nini? Jini, kitu ya kwanza Simon K, inakuwa ni kiumbe ambacho hakionekani kwa macho ya asili, lakini unaweza ukaiona kwa macho ya kiroho, spiritual eyes, na kwa lugha ambayo watu wataelewa ni evil spirits. Na hizi ma evil spirit ukiangalia foundation yake tunaipata kwa Genesis. Mahali wale fallen angel walianguka, the watchers, na wakakuja wakaanza kulala na wanawake. So ile breed ilizaliwa hapo, ilikuwa a spiritual being pamoja na human being. Ndio unapata sasa kukakuwa ni mwanzo wa majiant na spiritual entities. Na mengine ni mapepo ambayo ukiona Revelation, maandiko yanasema ya kwamba mapepo zingine zilitupwa zikaanguka kwa bahari, zingine zikaanguka kwa nchi kavu. Hizo mapepo, the fallen angels, ndio spirits sasa. Okay. So with the time walikuja, but they are bad spirits. They are bad spirits. Evil spirits. Yes. So unapata pengine kuko na yule wanaitwa queen spirit ama king spirit. Huyo sasa ni mkubwa wao, mwenye amepewa certain territory ama amepewa specific agenda ya kwamba pengine asimamie ulevi katika territory fulani. Ndio unaweza enda upate kuna mahali fulani unaweza pata ni ulevi peke yake. Kakijiji tu fulani ama maeneo fulani. Huko hakunanga kitu kizuri inatoka, ni ulevi. Okay. So kuna roho ambayo inasimamia hiyo department. Kuna kingine ni umalaya. Good. Umalaya tu peke yake unapata certain, yes. Ukiwa hata na 10 bob utapata msichana. Good. Zina happen hizi vitu. Kweli. So unapata hizo zinaitwa territorial demons, ni mapepo. Na watu wakisoma Biblia wataziona katika kitabu ya Waefeso. Okay. Mlango wa 6 wakiwa na wakati wao wasome kuanzia mstari wa 10. So tukiwa tunaweka hiyo misingi, unapata sasa kuna majini ama yao mapepo huwa yanakaribishwa kwa njia tofauti kwa maisha ya watu, ama kwa maibada mahali watu wanafanya, ama kwa makazi. Kwa mfano, ndio utaona kuna mahali unaweza pata watu wanachoma ubani ama uvumba. So combination ya zile vitu zimewekwa, ndio hiyo kitu iitwa uvumba. Mara mingi watu wengi hawajuangi ni nini imechanganywa. So wanaonanga ni ubani, pengine kuhani anapita kifukiza. Lakini sasa vifaa zile zimewekwa pale ni baadhi ya vitu ambazo mapepo, wakati ubani inaanza kufikizwa ama uvumba, mapepo inajua ni sisi tunaitwa. Maana sasa lugha ya spirit sio vile sisi tunaongeanga hivi venye tunaongea saa hizi, au anaongeanga na symbolic forms. Kwa hivyo unaweza ona pengine mtu anachinja na anamwaga damu na anaanza kuongea. Mapepo katika ulimwengu wa kiroho ikiona damu ni chakula yao, wanajua ni sisi tunakaribishwa. Ndio unaona waganga, wachawi, washirikina lazima wachinje kitu. Kwa sababu ni njia moja ya kuinvoke, kuamsha ile maroho zikuje zisikie zinasema huyu mteja ama mtu wao ama kuhani wao anasema nini, alafu huyu kuhani azitume ziende zifanye ile kazi wanataka. So mahali popote utaona kwa kanisa ubani na chomo ama uvumba, it is a high time watu waanze kuelewa inakuanga ni invocation ya kuamsha zile maroho ambayo wanataka sasa ziende kusaidia huyu mtu mwenye anavukishwa hiyo uvumba ama hiyo ubani. Yes. Na kuna venye tulikuwa tumemention hiyo kwa episode 1, kuna comment niliona nataka kusoma. Okay. Ubani ilitumika kanisani kutoka kitambo ndio ifukuze evil spirits. Naye shetani akaanza kutumia the same so that he can confuse God's people. Do not forget, devil is a copycat. Unaamini ya kwamba ati ubani inafukuza maroho? Kitu cha kwanza nataka niseme, ukisoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 11, maandiko inasema ya kwamba misingi ambayo iliwekwa na Bwana wetu Yesu Kristo na mitume ambayo walikuja, hakuna misingi ingine inapaswa kuwekwa. Na sasa hapa ndio tunapaswa tuulizane maswali kama watu wamekoma kiroho kidogo. Je, tuliona Yesu akitumia ubani ama uvumba? Hajawahi tumia. Naye sasa turudi tuulizane, wale mitume walikuja baada yake, walitumia ubani? Walitumia ubani ama uvumba? Hawakutumia. Kweli. Na ukisoma maandiko inasema ya kwamba sisi ni wajumbe wa agano jipya. We are the ministers of new covenant. So kama tuoni kitu Yesu alifanya na akatufundisha na akafundisha wanafunzi wake akawaambia mkuu mnafanya hivi, wakati sisi tunaanza kuifanya, unajua tumeingia kwa ibada za sanamu tena. Maroho ama shetani unamfukuza na ubani ama na jina la Yesu? That is a good point. Good point. Ubani unafukuza aje sasa? Kuongea tu kweli. Na tukisoma maandiko ya damu ya Yesu, maandiko yanasema ya kwamba hii ni Marko 16:16 ukiendelea, wale wote waliamini kwa Yesu aliwapatia nguvu ya kutoa mapepo, kuponya wagonjwa, kufanya miujiza. Na kuna mahali anasema ya kwamba kwa jina langu mtaponya wagonjwa na kutenda miujiza. Sasa sio ubani
ama hizo vitu ambazo unasikia kama uvumba zinafukuza pepo. So inakuanga ni njia moja ya manabii wa uongo kujaribu kuficha ama kufunika kitu, ibada za mapepo ambazo wanafanya ndio watu wasielewe. Kweli. Yeah. Hapo I think hiyo iko sawa. Tumengarisha hiyo. Yeah, so kitu kingine leo tunaweza anza kuangalia pia Simon K. Ni vile nilipokuwa nabii wa uongo, vile tungeweza kuenda kutoa nyoka kwa mwili wa mtu. Kuna mahali ulikuwa umeendelea kidogo, sijui mahali historia majini imetoka. Si tunaweza malizia hapo alafu sasa tukuje kwa historia ya nyoka. Okay. Majini mahali imetoka, vile tumesema ni wale fallen angels. Yes. Wale malaika ambao walianguka na tunaona katika kitabu ya Ufunuo, wengine wakatupwa baharini, wengine wakatupwa kwa nchi kavu. Na kwa sababu ya ghadhabu yao na wametolewa mahali walikuwa wanakaa, maana wameasi Mungu. Na usisahau maandiko yanasema kwamba kulikuwa na 3/3 of angels ambao walifukuzwa kutoka mbinguni. So hao ndio walikuja wakiwa na hasira na ghadhabu. Wenye walikuja na sasa na the Lucifer. Yes, na Lucifer. So maandiko yanasema kwamba walikuja na wako na ghadhabu sana, kwa sababu wanajua muda wao ni mchache. Kwa hivyo wanataka waharibu kiumbe ambaye Mungu ameumba ambaye ni mwanadamu, ili at least wakati Mungu anafanya hukumu yake ama analeta judgment, kukuwe na wanadamu wengi sana wenye shetani atafanikiwa kwenda na wao. Okay. So hiyo ndio baadhi ya misingi ya majini. So umeniambia kuna hiyo sijui moja umetaja Maruani. Yes, hizi ni zile zenye zikifukiziwa uvumba ndio zinajua ni hizo zinaitwa. Yes. Okay. Na najua watu ambao wamekaa na Islamic community, hizi vitu sio geni kwao. Ndio utaona hata katika makazi yao wakitaka kufungua, lazima wachome zile ubani na zile uvumba. Na wafanye chant, inaitwa chant, maneno fulani wataanza kuzungumza. Kama hiyo uvumba haina kazi, mbona waihusishe katika maombi yao? Maana ni njia moja, hao wanajua hiyo siri, ni njia ya kuinvoke maroho ambaye sasa ndio itaita wateja na kuwashikia wateja. Okay. Na hiyo maroho ndio inaitwa majini. Na inashikianga wateja aje. Sijui kama kuna mtu mmoja yenda Isili ama mahali popote kuko na Islamic community, ukapata ikifika ni masaa ya kuomba, watafunga hiyo kazi na waende kama ni ibada yao. Hawezi kuuzia. Yes. Na utapata wateja watakaa hapo, watu wamalize maombi. Sasa hiyo roho inashika wateja wakae hapo. Na duka imefungwa. Hiyo sasa ndio maana wa lazima ifukiziwe uvumba asubuhi, ndio ili ikuwe na hiyo neema ya kushika watu. So mahali popote unaona hizo vitu zinachomwa, inakuanga ni njia ya kuita ile maroho ili ingie ndani ya maisha ya watu. Na sisi sasa kama Wakristo tunaweza fanya aje wateja wakae kwa makazi zetu watuongoje? Ni roho wa Mungu. Ni Mungu. Sisi hakuna roho nyingine tunatumianga. Maandiko inasema hivi Simon K. Ati Yesu anasema nimeenda na sitawaacha yatima, nitawaachia msaidizi. Atakayekaa ndani yenu milele. Na huyu msaidizi ukisoma John 16:13 inasema huyu msaidizi atakapokuja atawaongoza kwa mambo yote. Kwa hivyo hata biashara tunaweza tukaomba tuulize Mungu tutafanikiwa aje kwa biashara yetu kama sasa Wakristo. Sisi hatunanga mbinu mbadala. Sisi ni ile tu jina tuliachiwa, jina la Yesu, kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. Yes. So hiyo sasa ndio mlikuwa mnatumia kuita watu. Hiyo tungefukuza hata kwa uvumba, hiyo ni ya kuita sasa majini. Na hata wakati tunafukuza kwa uvumba kama hiyo, hata kama ni kwa crusade ama mahali, unapata inashika watu waweze wakatoka hapo. Yes. Tuendelee kutoka hapo sasa. Yeah, so kuna wakati mwingine unaweza pata ati tumeenda mahali mission wakati nilikuwa nabii wa uongo, na tunaenda kutoa nyoka ambayo iko kwa tumbo ya mtu. Nyoka imeingia aje kwa tumbo bro? Sasa hapa nataka tuongelee anga mbili. Wakati tulipokuwa manabii wa uongo, na hizi vitu watu pengine wameziona kwa social media. Naonanga. Yes. Ati unaona sijui nyoka inatembea hivi. Sijui imetoka hapa imekuja hapa. Ujaisikia watu wakiongea hivyo? Inakuwa ina happen. Mimi nakuelewa maana nimefanya hizo vitu. Hizo vitu nimezifanya. So unaweza pata uko na mtu wa kwanza ambaye ni victim wa kwanza. Tungekuwa kama ni manabii wa uongo, kuna mtu ukweli amerushiwa roho, anasikia kuna vitu inatambaa kwa mwili wake. Kwa hivyo anaamini ni nyoka. Na sababu sisi hapa tunafanya kazi kwa unabii wa uongo, na tunajua huyo mtu kuna pesa fulani wanaweza wakatoa tukiwafanyia muujiza fulani, tungefunga safari twende kwao hata kama ni mashambani ama mahali popote kule Ushago Maocha. Na huyo mtu baadhi ya ibada zile tutafanya, ama kama anaweza atakaletwa kanisani, kuna nyoka tungefunga tu nyoka kwa nguo hapa vizuri. Wewe ujifungie? Yes. Nachukua tukanyoka kadogo kazuri, kenye unajua kaka kitu akata sumbua. Kazuri bro. Usiseme nyoka ni mzuri bro. Usijaribu kuembesha hiyo kitu. Nisijaribu nyoka kadogo kazuri. Kenye kanaweza fika kutoka hapa mahali nguo imefika, ukafunge vizuri mpaka hapa. So, yes. Aje.
kanyoka tu kadogo Saimokei. So kanyoka wakati sasa ule mwanamke ama ule mtu amelala ama ni mtoto, na unajua kwanza makabila mingi wanaaminigi kuna mtu anaweza akakuangalia akakurushia roho chafu. Sasa hao ndio walikuwa wa victim sana. Maana kitu ya kwanza au ngangani kuwaaminisha, maana hao wanaamini. So wakisikia kuna vitu weird, wanasikia kuna mahali mtu anajua mtu anaombanga au wanakujanga kutafuta msaada. So mtu angekuja kama huyu tunajua kuna challenge kama hiyo, si atungepinga, sasa tungeongeza maarifa yetu kwa hiyo challenge ndio isupport hiyo kitu vizuri. Na hapa sasa ndio unapata nyoka, unafunga kanyoka vizuri hapo na kaeka hapa, nakashika tu vizuri light. Na wewe unajua huyo mtu wakati atafungua kama ni nguo yake t-shirt ama shati hapa mpaka hapa kwa kiuno, mtaanza kufanya ibada yenu, tufanye maombi, alafu watu wakiwa tu wanaangalia vile tutafanya hiyo kitu very fast. Na wish tungekuwa mahali tunaweza actualize vitu kama hizo. Vile unaweza ukaifanya very fast. Aje. Ndio nasema wish tungekuwa na place mahali tunaweza actualize. There is a way, unaona vile magic kuwa wanafanya vitu zao very fast. Oh. Yes. Kifunga macho. Yes. Very fast. Magicians. Yes. So unapata unafanya hiyo kitu very fast, unaitoa kwa tumbo ya huyo mama. For instance zingine so already utakuwa umepanga venye itachomoka hapa. Yes, venye itachomoka. So this was nyinyi mlikuwa mnafanya kama magicians. Yes. Na wengine kuna mtu tushaimtoa na watu wakaona na wakaamini hiyo nyoka imetolewa kwa tumbo yake. Na unaambia tu mtu afungue mdomo kabisa, na anafungua kabisa mdomo kabisa. So vile utaingiza mkono yake mpaka hapo unasikia ni kama inamnyonga kidogo, na watu wanaona sio mkono yako imeingia deep kabisa. Sasa vile utaingiza mkono yako ushike hiyo nyoka kichwa uivute ukitoka na hiyo kitu kwa mdomo yake. Sasa hao wakiona wanaona kweli hiyo nyoka ilikuwa kwa tumbo ya huyu mtu. Na sasa ukimwambia afanye mdomo hivi, sasa hii nyoka by mistake iingie. Haiwezi kaingia. Haifikie kwa tumbo. Haiwezi kaingia. Sababu sasa hiyo kitu lazima unafanya, una uzoefu nayo. Si ati unafanya mara moja ama mbili. Na hivyo ndio unasikianga ati watu wanatolewa nyoka kwa mawe kwa tumbo. Ni the same trick. Hakunanga vile mtu ati yako na mawe kwa tumbo imewekwa, hizo ni trick. Zinaperformiwa hapo. Yes. By the way, magicians wakiweka kanisa wanaweza pata do sana. Yes, wakipatana na watu ambao hawajapata hizi knowledge. Yeah, so unapata kuna tricks zingine ungepata tuna perform, na mimi ndio nilikuwa nafanya hizi vitu. So unapata kama kuna pembe tungetaka kwenda kuiweka kwa gari ya mtu, tungeita tu huyo mtu, tunaona ameleta gari kubwa sana kwa kanisa hapo nje ya parking. So tungechukua hiyo gari, tungeambia huyo mshirika akuje tumuombe wakati yako katika congregation. Na hapo ndio ungemwambia, na wewe mzee, naona kuna baadhi ya mali uko nazo na kuna vitu ambazo ziko na uchawi sana. Na immediately akianza kutuambia baadhi ya zile asset yako nayo, hapo ndio unaingiza mahali unamwambia hata kuna gari naona inakuanga iko na uchawi na umeishi ukitembea nayo, na maadui zako wanapanga wakuue na hiyo ajali wakati fulani. Na tukiwa tu hapo kanisani, sasa hapa isaida mambo ni mawili, pengine tutaingia kwa bag, tuchukue kifunguo yake, hiyo uchawi iende iwekwe, hiyo pembe iende iwekwe. Na unajua pembe tumeiweka iko na vitu ndani, inakaa kama uganga na uchawi. Sasa kwa bag mtaingia aje? Kwa bag si ni rahisi sana Saimokei. Wakati amepiga magoti, anaweka mikono juu, tukimwombea. Ndio maana unaona tunakemea, tunafunga anga ya maloho. Yes, na unaonanga vile wanafanya saa zingine, utapata hata mwingine anamshika nafunga baka masikio hivi. Si ndio? Sasa ikiwa amemshika masikio hivi, huyu mtu asikii kitu yote ina happen. Ndio maana wanashautingi fire! Fire! Hata umeleta point mzuri. Hebu tuangalie kwa Biblia. Sijui kama kuna mahali tunaona Yesu akisema fire. Akitoa mapepo. Hata hakuna mahali alikuwa na hizo mitume wa Yesu wazimu zote. Mtu anashout huku kote. Sasa hii mambo ya fire, kuita fire, tukiangalia biblically hakuna mahali tunaiona kwa Bible. Holy Ghost fire. Sisemi Holy Ghost fire. Okay. Wale wanasemanga rusha fire, asema fire. Hizo vitu zote. Hatuoni hiyo maombi specifically kwa maandiko. Umeona? Very true. Yes. Na hiyo ni baadhi tulikuwa tuna interject kuleta tu kwa point kidogo. Na kuna maombi zingine unasikianga tu fani maombi tofauti watu wanaomba, lakini ukiziangalia kwa Bible haziko. Uanze kuangalia sana au watu wanatumia roho gani.
So turudi hapa Samokei kwa hii pembe. So unapata hii pembe tumeiweka vitu yetu ya uchawi, vile tutaombea huyo mtu tuingie kwa bagi yake tuchukue funguo. Ama hata wakati yako hapo kanisani anaweza shika tu funguo na umuulize hii ndio funguo yako ya gari. So wakati unashika hiyo funguo ya gari ni kama unaonyesha watu huyu mtu ni kweli yako na gari na tunaenda kuifanyia deliverance. Hapo ndio una unlock hiyo gari. Si umeshika funguo kwa mkono. Yaani nyinyi watu ni wakora nyinyi. Una unlock tu. Unafika tu. Tulikuwa wakora. Hiyo gari alarm itasensa hata ikiwa huko. Yes. Kanafunguka. Yes. So mtu anaingia tu hapo anaweka zile vitu, kama ni nyoka anataka kuweka huko ndani ama pengine ni pembe anataka kuweka huko ndani, na atainamisha tu kiti, alafu mahali sasa mtu anakalia anakata mahali vizuri anaiweka huko ndani. So wakati maombi inaendelea ndio ataanza kutabiriwa. Watu wa video camera wanakuja hata huko nje kushika zile video sasa. Na kweli wakikuja hapo, mtu wetu mwenye kuweka hiyo kitu ndiye anajua mahali aliweka. Yeye ndiye ataenda inamisha hiyo kitu, kweli mnamuona hakuna kitu amebeba, na ataingia huko na atakani kama amechukua wembe amekata hiyo kitu saa hii. Na ataikata vizuri na atawatolea hiyo kitu ambayo iliwekwa. Na sasa hiyo vitu ikienda kwa social media, kwa TV, inavuta watu wengi sana, wanaona kweli hao watu wanatoanga vitu za uchawi. Ndio utasikia kuna mtu anaanza kukutumia ujumbe anakuambia mtu wa Mungu mtuombee, kwetu kwa boma yetu ni kama kuna kuanga na uchawi. Kitu ya kwanza tu wakiwa wanaamini kuko na uchawi. Njoroge alituambianga kitu moja, ikiwa mtu anaamini yako na shida usiwe mwambie ana. Hiyo ni lugha ya wakora. Hii kitu mlikuwa umeenda shule. Kuhakikisha at least una support imani yake. Kwa hivyo mtu akikuja akwambie pastor nasikia ni kama nimerogwa, usimwambie hapana hujarogwa. Wakati unamhakikisha una support hiyo kitu anaamini. Sasa huyu itakuwa rahisi kufanya kazi na yeye. So kuna wachungaji wengine na hapa ndio mahali hata tulikuja kufika, na hata kuna wachungaji utaona, kuna wachungaji utasikia huwa wanasoma nyota ya watu. Kusoma nyota. Hizo ni ibada za sanamu na ni ibada za kishirikina sana. Na watu wakiwa na time wasome kitabu ya Deuteronomy, utaona maandiko yanawaita watazama nyota. Deuteronomy chapter 18. Utaona maandiko yanasema Mungu anaambia Musa kwa wana wa Israeli kusikue na aina yao watu. Mtu anayempitisha mtoto wake katika moto, necromancy, wale wanapitisha mtoto katika moto ni njia moja ya kuleta sacrifice. Ni sacrifice. Wazaliwa wake kama sadaka. Okay. Na tungekuwa na time tungeguza hiyo maandiko, lakini tunaweza iguzia. Tuangalie Deuteronomy chapter 18. Deuteronomy ni kitabu gani na Kumbukumbu la Torati? Na Kikuyu unajua ni nini hiyo? Kwa Kikuyu, ndugu yangu. Ushawakadilia madhani. Very familiar. Deuteronomy. Tunaweza angalia hapa sasa tutasoma, acha tusome na Kiswahili. Yes. Juu tunaongea na Kiswahili, si ndio? Okay, it's okay. Si ni Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati chapter 18. Mlango wa 18 mstari wa 10. Kiaberia. Dalili ushawakadilia. Nafaa nisome na Kiswahili, si ndio? Sasa hapa tutaona baadhi ya vitu yenye mimi nilikuwa ninafanya na Mungu anasema hizo vitu zisionekane hizo ibada kwa nyumba ya wana wa Israeli. Let me just do it with English. It's okay. In English. Ni Deuteronomy chapter 18 verse 10. Chapter 18 verse 10. Yes. Inasema There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Yes. Or that useth divination. Shikia tu hapo kidogo Saimokei. Kusikuwa na mtu anatumia divination. Kwa hivyo Mungu anapinga hiyo kitu, ni chukizo kwake. True. Na unaona sasa kuna wachungaji, hata mimi nilikuwa mmoja wao, tulikuwa tunatumianga spirit of divination. Kutumia maroho inakupea ujumbe wa mtu, alafu unatabiria huyo mtu. Hiyo ni kumaanisha mumeacha kutegemea Mungu, mumeanza kutegemea maroho ingine, ndio Mungu anakuwa kinyume na sisi sasa. Wakati nilikuwa nabii wa uongo, kusikuwa na diviner. Nilikuwa nataka kubadilisha hii kizungu kidogo, hii ya maketh. It is okay. Kuna nyingine inakuwa ngumu sana. Tutumie nyingine. It's okay. Tumeanzia Deuteronomy chapter 18 verse 10. Verse 10. Let no one be found among you who sacrifices their son or daughter in the fire. Yes. Who practices divination or sorcery. Divination ama sorcery, uchawi. Interprets omens. Okay. Hapo ndio ningetaka tuguzie kidogo. Hapa sasa kwa kuinterpret omens, hawa ni wale wanaitwa future tellers, fortune tellers. Unapata sasa ukitaka hata kujua wachungaji wengine, hata mimi nilikuwa kwa hii department bado. Ungeona saa nyingine unaambia mtu hebu inua mkono wako na unaanza kusoma kiganja ya mkono wake. Na kuna mwingine niliona mahali anakuuliza
Nilimwona tu kwa hizi platforms. Yes. Anakuuliza ID number yako ni nini? Anaunganisha. Anakuambia sijui inamaanisha hivi. Phone number yako ni nini? Nice. Anaunganisha. Ulizaliwa lini? Hiyo pia huyo una nini? Nice. Unajua sasa huyo kitu ameanza kufanya, hatuoni Yesu akitabiria watu hivyo. Tuone mitume wakileta unabii hivyo. So hivyo kitu huyu mtu anajaribu kufanya, huyu tayari amekuwa sasa fortune teller. Okay. Yes. So tunamweka kwa hii kategoria ya nini? Yes. Omens. Interpret omens. Yes. Na ataanza kukuambia hiyo namba yako ya kitambulisho ama pengine na jina yako kizihesabu kwa zile ABCD, si hizo herufi zinakuanga 26 na ile vowels unapata zinakuanga 5. So anakuambia kama ni A ipatie number 1, 2 ipatie B ipatie number 2, uende hivyo mpaka Z ikuwe 26. So anaanza kukuambia hizo alphabets zenye hizo letters ambazo ziko kwa majina yako. Kwa mfano mimi naitwa Musa wa Mungu. Kwa hivyo M tunaenda kwa hizo alphabet, tunaangalia ni namba ngapi kutoka namba 1 mpaka 26. Tunaanza kushikanisha hizo namba, alafu anaanza kuleta tafsiri na anakuambia wewe utakuwa nani in future ama ni nini na happen kwa maisha yako. So hawa ndio wanaitwa interpreters of omen. Na kwa Kiswahili pengine ndio wale watu waweze kuelewa, hawa ndio wale watu wanaitwa the readers of palm. So hata venye naonanga sijui wazee wa kitambo ukikuya na kuangalia mkono hivi. Kaa kuna mmoja niliona anauliza msee, wewe unaitwa nani? Tuseme kazi jina yangu ya Kikuyu. Yes. Mimi naitwa Kabiru. Na bibi yako anaitwa nani? Namwambia. Ananiangalia hivi, anafanya hivi, ananiuliza mtoto wako wa kwanza ni kijana? Na unapata ni hivyo. Ni hivyo. Now tuko kwa hizi maroho kumaanisha zinafanya kazi. So hata hizi maroho mimi nimeshazitumikia na zilikuwa zinafanya kazi. Mimi ningefika mahali Saimo naweza nikaangalia na hiyo kipawa ilichukuliwa maana ilikuwa ya Mungu. Ilifika mahali naweza nikakuangalia kiganja ya mkono na nikakupea prediction. Na ni ya ukweli. Kwa sababu nasikia maroho inanipea hizo unabii. So ni hizo zinakuongelesha. Hizo spirits hizo ndio zinakusaidia kufanya hivyo sasa. What? Na unakumbuka ukisoma Matthew kuna mahali maandiko inasema ati Yesu anaambia wanafunzi wake pepo moja ikitolewa ndani ya mtu huwa inaenda jangwani inazunguka. Ikikosa zingine 7. Good, ikikosa mahali pa kukaa inachukua zingine 7. Inarudi. Inakuja na inaingia kwa ile mtu. Lakini ukisoma hapo mahali inasema ati hiyo pepo inaulizanga wacha nirudi kwa ile nyumba yangu ya zamani kwanza niangalie kama iko empty. Kama iko empty. Na ikirudi ipate ni safi imesafishwa, huwa inaenda inachukua marafiki yake 7. Sasa mwili wa mtu inakuanga ni kama nyumba spiritually. So ile roho ya divination ikiwa imepewa nafasi ndio inakuja inaingia mahali mapepo chafu huwa zinaingia. Na sasa inakuwa assistant spirit, roho ya kusaidia huyu mtu, inaitwa roho ya utambuzi. Anaweza akatambua vitu yenye watu hawajui. So hiyo ni roho ambayo mwandishi anatuambia kusikue na hizo vitu tulifanya kazi. Kwa hivyo ukiona watu wanasoma viganja ya mkono na manambas na vitu kama hizo, wengine wanatumianga zingine ni kadi. Kadi as in? Kadi. Kuna mtu anaweza pata anafanya hiyo kazi na kadi. Hizi kadi za kadi anaweza akatumia kadi tu yote. Let me use an example. Unaweza pata mtu anatumia zile kadi za poker. Naonanga magicians wanapenda kuzitumia sana. Yes. Mtu anaweza akapredict future ya mtu na hizo kadi. Because hata mwanzo hizo kadi ni demonic. Yes, tutakuja kuongea wakati mwingine. Zinakuanga demonic? They are very demonic. Na venye napenda nini? Wacha nikwambie Saimokee kitu rahisi. Game yoyote unaona imetengenezwa kwa hii dunia, iwe ni kwa simu ama ni game watu wanacheza, it is demonic. Angalia, ukiona inafunga mawazo ya mtu na inaanza sasa kufanya mtu alikuwa anaendelea mbele ile pesa ama nini, iko na addiction. There is a spirit ambayo inasimamia hiyo gambling, inafanya hiyo game inakuwa addiction. Very true. So tulikuwa tunaangalia baadhi ya zile maro, diviner, sorcery, interpreters of omen, yes. Niendelee. Engages in witchcraft or cast spells. Yes, hata hapa kwa kuengage kwa witchcraft, kusikuwa na watu wanajiengage kwa witchcraft. Si tulikuwa tunaengage wa shirika kwa witchcraft kwa njia gani? Tukiangalia Yesu vile alihubiri Saimokei, atuoni mahali Yesu ati anachukuanga kitu kama sabuni ama chumvi ama mishumaa anapatia mtu. Umeona? Sasa hiyo ni system ya ufalme wa giza. Maana lazima mtu akuwe na kitu chao, ndio ile mapepo ikikuja inafuata kitu yao. So hii maneno unaonanga sijui ya kuengage wase na sijui kuwapee to anointing nini oil wa bebe, yes. Already umewaengage kwa witchcraft. Of course, hiyo ni system ya ufalme wa giza. So huyu mshirika pia ni mchawi. Of course, ukimuuliza kama mmoja enda kwa mganga akwambia hapana, hebu muulize kama mmoja enda kwa kanisa akapatiwa mafuta ya maombi ama akapatiwa kitambaa, aliingia kwa uchawi indirect. Maana ndio system
ya witchcraft venye inafanya kazi kwa ufalme wa giza. Na kwa sababu sasa mapepo inajua uko na kitu yetu. Na ukisoma mahali kwa maandiko utasikia kuna mahali Yesu anasema ati malkia wa hii dunia alijaribu kukuja kuangalia kama kuna kitu chake kwangu, lakini hakupata kitu chochote ambacho ni chake ambaye kilikuwa ndani yangu. So the prince of this world came to seek and he find nothing of him in me. Maana sasa mapepo ama maroho huwa inafuata ni nini itazipamit ziingie kwa maisha ya mtu, ziingie kwa ndoa, kwa kazi, kwa biashara ama kwa watoto. So ikiwa mko na kitu ambaye ni ufalme wa giza, hiyo inakuwa ni kama bridge. Lazima zipitie kumigrate, zirudi ziingie kwa hiyo boma kupitia kitu chao. Ndio unaona sasa kama mtu ameenda kwa ibada ya manabii wa uongo, akafanywa ibada na akabeba kitu, iwe ni chumvi ama ni chochote, tayari huyo mtu katika ulimwengu wa roho. Ndio unaona kuna wengine wakiingia kwa manyumba za manabii wa uongo, alikuwa mtu mwenye pesa inaendanga inaisha. Very true. Na hiyo pesa inakuja unapata huyu nabii ndiye ako na utajiri kuliko hao watu wengine wote. There is a story that I did here for last year. Ya mama alifanya hivyo, alienda church fulani na ilikuwa ya nabii wa uongo. Na bado hiyo church ina exist na niliona washirika huko wakitetea huyo mganga sana. Huyo ni mganga, spiritually ni mganga. Niliona wakimtetea sana. Na hata kuna madam fulani alikuwa amenitukana. Hey, that is my spiritual mom. Yes. But sasa ukifuatilia stories zake, kama huyu madam mwenye alikuwa kunini huku, aliingianga hiyo church, she was driving a Prado. But by the time alikuwa anatoka huko hakuwa na gari. Venye alitoka huko after like 3-2 months ama I think wacha tuseme mwaka moja, mtoi wake akadedi. Unaget? There is another lady who came here from the same church. Yeye alienda akapewa anointing oil. Unaona venye alienda aka-apply kwa uso. Saizi ukaona uso yake venye inakaa. Hata hiyo picha iko hapa nitakuonyesha. Uso liharibika kabisa. Hey. Sasa hiyo inaweza kuwa alikuwa ameingia kwa hiyo kanisa ikafika mahali pengine anataka kutoka. Sasa ile mapepo ina attack. Maana unataka kutuacha aje na kuja umetoa sadaka kwa madhabahu yetu. So wanajuanga wewe ni mtu wao. Kama mwe shiriki makanisa manabii uongo, mapepo kwa ulimwengu wa roho inajuanga wewe ni mmoja wao. Kweli. So not unless Mungu atume tu mtu mwenye anaelewa hizi vitu, anaweza kaongoza mtu kama huyo kwa deliverance. So ukisema mtu anaingia huko anasota, hiyo ni ukweli kabisa. Hiyo ni vitu zina happen. Very true. Na kuna baadhi ya vitambaa Simokei tulikuwa tunatumia, na hata kuna wachungaji watu wanaweza ona zilikuanga ni show. Hizi mnaita nini? Shuka. Okay. Na unasikia wengine wanasema zinatoka Israel. Ati akiomba anaomba akiwa amejifunika. Kwani Israel kuna nini? Wherever. Imani tu yao. Okay. Lakini inakuanga ni system ya kujaribu kungarisha hiyo kitu ndio watu wajue hizi vitu zimetoka in a holy land. So hiyo kitu anajifunika nayo ama kunaenda aje? Hiyo show utaona mchungaji akitaka kufanyia watu ibada anajifunika hiyo show. Inakuanga ni ya white na unaona iko na mafundo huku mwisho. Okay. Alafu utaona iko na kama line 2 ama 3 kuna ya navy blue. Okay. So hizo vitu na ndio njia moja tungeinitiate hata sisi wachungaji wenye wanataka kuingia kwa hiyo kingdom. Tungekuja tunawapatia vitu kama hizo ambazo tunatumia na tunawapea maagizo vile watatumia. Na huyo mtu atakuja kuletea feedback baada ya wiki moja, wiki 2, wiki 3, atakuja mpaka na sadaka ya shukrani. Anakuja anakuambia mchungaji, nimeleta hii sadaka kutoka unipe hiyo show. Nimeona kuna vitu zimeanza kuhappen kwa kanisa yetu nyesi ya kawaida. Na yeye sasa haelewi hiyo ndio mambo kumpatia. Okay. Na labda yeye hakuwa atakuwa hizo nini? Yeye hata hayuko, lakini sasa kwa initiated as long as umechukua kitu kwa kanisa ya nabii wa uongo. Hizo zinaitwa prophetic tools. Tayari huyo mtu ako initiated. There is a guy na ni mtu anajulikana sana lakini sitataja jina yake. Ni msanii. Alifanya muziki. Na venye alifanya muziki akapeleka kwa one of the nini au mama nabii. Unaget ni mtu huyo nabii pia ni mtu wako nini sana. Kuna authority sana kwa hiyo kingdom I think. Na hiyo muziki ilifanya vizuri sana. Walifanyia dedication. Yes. Na akaenda akatuambia unaona sasa nitaenda huko na bahasha. Hii sasa nimetoa ile dhabihu kabisa. Ile ndio nimetoa najua. By the way for sure the music huu jamaa alihit. Ile blow kabisa kwa Wakikuyu kabisa. Na siwezi taka kumtaja. But right now jamaa anakunywa, hana kwa kuishi, hana nini. So by that time I was asking myself, kuzu passive yenye nasikianga watu wakimshuku na wanasema hivi na hivi. Mbona ameenda ameombea huyu jamaa na huyu jamaa hako kwa hizo vitu na huyu jamaa amekuwa successful.
So I was even tempted, nikasema mama niende tu nibange na upasi. But roho yangu na yake zilikatana kabisa. Yeye hata hakuwa anataka kuniona by the way. There was a time I went somewhere that he was walikuwa na nini hivyo venye mnaendaga mahali mnakuwa pamoja. Yes. Do you know he gave me money akaniambia nitoke hapo. Akupe pesa. Akaniambia kijana wangu unajua venye nakupenda, najua unachelewa na kwenda. Wacha nikubariki. Ni kukufukuza indirect. Akanipatia 3,000. So mimi ukatoka. Ulijua tu hapa ni kufukuzwa. Kajua hapo nimefukuzwa. Lakini hakuna shida. So unaweza kuwa kwa hizo maufalme uombe mtu mwenye haelewi hizo vitu na kuwe nini? Umemgawishia hizo vitu kwa success. Umempe roho, spirit transfer. But in the long at last si unaona ujamaa saizi yako kwa pombe. Yes. Alichotwa hadi gari. Hapo tu hivyo. Wacha tukupe mfano mwingine, umeleta point mzuri Simon K. Unaona nabii wa uongo wakati anaombea watu huwa anasukuma hiyo maro enye ako naye kwa watu. Ndio unaona kuna makanisa unaweza pata kuna mwanamke alikuwa amesimama tu vizuri kwa ndoa yake. Alipoingia kanisa fulani huyo mwanamke akaanza kuwa malaya. Maana sasa ile roho yenye inafanya kazi wakati anawaombea ndio huwa anairelease kwa watu. Okay. Na ndio unaona kuna watu wengine utasikia anaanza kusema mimi kutoka tuende kanisa fulani maisha yetu ilianza kusambaratika. Hizo ni signs ambayo viewers wetu wafai kuignore. Maana maandiko yanasema kwamba mali roho wa Mungu wako kuko na freedom. So watu wanafaa waende kwa kanisa maana walikuwa wako na shida na changamoto. Kupitia hiyo maombi naomba huko na ule Mungu anaabudiwa aanze kuinua watu from one level to another. True. So mtu akijiangalia mwaka mmoja amekuwa akienda kanisani mahali na haoni progress, anaona pengine ameanza kurudi nyuma, toka kwa hiyo madhabahu. Na ingine inaweza ikakuwa ni mtu mwenyewe ndiye anajisababishia ama alisababishiwa na mtu. So tulikuwa tunaongelea hiyo kwa about spirit transfer. Na pia tunaweza ona kwa kitabu ya Old Testament wakati Elijah anachukuliwa na mafarasi ya moto. Very true. Alitoa nguo yake akarushia Elisha na ikabeba anointing ile yenye alikuwa nayo. So mingi sana. Na tunasema ni spirit, ilibeba ile spirit Elijah alikuwa nayo. So nguo ama vitu watu wanapewa inaweza ikabeba roho fulani. Okay. Yeah, so kuna kitu ilikuwa tunafanyanga pia sisi tulikopi hizi vitu zinaitwa miracle money. Miracle money. Yes. Mlikuwa mnaifanya aje? Unapata tuko kwa ibada na tunaombea watu, unaona watu wanaanza kupokea ma message kwa maakaunti zao za pesa kuingia. How? Yes. Lakini sasa hii haiko kwa divination, iko kwa uongo. Mlikuwa mnaifanya aje? Kuna njia mbili. Kuna njia mbili tungefanya. Ya kwanza so of course watu wanaandikanga majina yao na manamba ya simu wakati wanaingia kanisa. Wakati huo kwa makanisa kama ambayo tulikuwa nayo. So kuna watu wenye tunajua hawaaminiki hizi vitu kabisa, ni washirika ama ni pengine ni mtu mgeni, si tunajua anaitwa nani. Hapo ndio tungechukua kama tuko tuna pesa mzuri, tumeibiebia watu mapesa mingi hiyo wiki, tuchukua hata kama ni 10,000 unamtumia kwa simu yake. So wakati kwani hataona imetoka wapi? Unachukua namba zingine na ID zingine, so unajua kuna mwana na ID ya watu ilipotea kitambo. Na ID zilipoteanga. Hii game inakuanga nini? Imeplaniwa ni kitu inapango tu vizuri. Mpaka hata kwa bank watu wana receive. So venye unasikianga mapasta wakiambia wasee inua simu yako juu, nafungua malango ya roho ya kilo. Yes, hiyo ndio formula. So ukinua simu juu hivi unasikia kuna msee anasema ati nimereceive 10,000 ama 5,000. Yes. So ni watu watatuma. Ni hawa sisi ndio tutatuma na malaini zingine. Maana unajua mireka kama hiyo Mungu akuange na pesa mbinguni. Sasa yeye anaanza kutumia watu waje pesa Mungu kwa hiyo ibada. Na zinaingia mimi ningenazo. Zinaingia ndugu yangu. Hapo hata nini unajua kitu mngenishika tu. Hiyo ikushikwa ni rahisi. Sasa hiyo tungetuma sana. Tunajua tumetengeneza hiyo wiki kama pengine 1500 na tuko na washirika 2-3 ni wa maana sana kwa kanisa. Ama kuna mtu wako kwa hiyo kanisa amekuja, tunasikianga kuna mambo ya kupinga hii kanisa. Sasa hapo ndio mngeanza kuomba kwa ibada. Kabla ifike tu hata dakika 5 dakika 10 baada hiyo maombi, unaanza kusikia masimu za watu message. Mtu anatumia pesa hata hajulikani imetoka wapi. Unawaambia mtareceive pesa kutoka from nowhere. Yes. Mungu na amuru watu wako. Yes. Sasa instant miracle. Na unasema nini? Hizo ibada sisi zilikuwa zinajaa. Unapata mzee, by the way unajua huyo mtu mmoja amekuletea watu wangapi? Ati amesema nilipata 20,000 miracle money. Na hizo ni baadhi ya vitu tungeona na tunakopi kutoka kwa manabii wengine na tunakuja tunaziactualize. Lakini hii video si hatupei ya watu ideas za kutafuta.
kitu ninajua, unaona vile tuna expose hizi vitu, watu wakiona hii ujumbe, of course after 5 years 10 years zitakuwa zimefikia watu wengi sana. Sasa hawatakuwa chini ya mateka yao manabii wa uongo, watakuwa wamejua ukweli. Na tuambie watu ukweli. Yes. Binguni na wapi na wapi na wapi. Hakuna siku utapata ati umetumiwa kwa ati na Mungu amekutumia do. Yes. Aje ama kuna kitu kama hiyo? Hakuna vitu kama hiyo Simon K. It has never happened. Na yes, hakuna hiyo system ati inafanya kazi, not unless Mungu mahali unafanyia kazi akuunganishe kutokea hapo na watu watakuja kuwa baraka kwako. Kama kwa mfano kwa hii interview, kuna mama nilisema tumepatana na hao na ni wachungaji. Na Jumapili nimekuwa nikihubiri kwa kanisa yake, aliniita nihubiri huko. Na tulienda tukahubiri na tukafanya kazi ya Mungu pamoja. Maana niliona kwa profile zao wamesimama kwa msingi mzuri, na hata Roho wa Mungu nikimuuliza kama ni wili yako niende nifanye hiyo huduma, aliniambia niende. Huko ndiye amenituma, anataka niende nifungue watu macho. So kuna watu ambaye Mungu atawaleta kwa area ile kazi wewe unafanya. Divine connections hizo ziko. Lakini ati sijui kuna pesa inatoka mbinguni inakuja kwa simu yako. Hiyo hakuna. Na Mungu kuguza tu mahali mtu ili akusupport kwa kitu unafanya, ama support pengine channel kama hii. Pengine kuna watu wanaona na watabeba mzigo. Nasema ni kwa program ya Simon K tulifungukia macho. Mtu utasikia anasema Simon K nataka nilipe bill ya stima hiyo miezi 2 ama 3. Namsikie hiyo message watu wangu. Usisikie hiyo message na ignore. Yes. Pia mimi ni binadamu na nahitaji kusupportiwa. Of course. Na unajua kuna watu wako behind the camera sasa. Very true. Hao wako kazi. Na ndio wanasaidia kurekodi, kuedit, kufanya hizi video zote. Ndio ili huyo mtu akienda aone, abarikiwe ama afunguliwe macho. Hebu imagine Simon K ako na viewers ngapi, subscribers? Around 230. Hebu tupeane hii challenge. Kila tu mtu ni viewer atumie tu Simon K shilingi moja peke yake. Shilingi moja hiyo ni 1230. That is the point. Yes. That is the point. Wakinitumia 10 babu hiyo ni 2.3. You see? Sasa utakuja kupata kuna wakati pengine uko na challenge ya kazi hapa ndani. Maana wafanyikazi ni wengi wapendwa, wafanyikazi wako huku ni wengi sana. Ni kweli. Kama ile shule ambayo iko hapa Skymo Creative. Skymo Creative. Unapata kuko na wanafunzi wengi wana enroll na kuko na watu wengi wenye wanasaidia wale watu. Unaona? So kuna watu wengi wanafanya kazi chini ya hii department. Sasa watu wakiwa hapo wanaonanga tu Simon K na the guest. Lakini kuna watu wenye wamesoma behind the scene. Wenye wanahitaji kulipwa mshahara baada ya hapo. So I will ask our viewers also in that point to support. Hata kama ni shilingi moja wewe tuma. Itasaidia mahali. 200,000. Imagine. Itasaidia kabisa. Hiyo itasaidia sana. Na unapata unakuwa na muda mzuri hata wewe ya kuacha kufanya mambo mengine pengine ya kupata pesa kule nje, unakuwa na time unaandika mtu pengine anashikilia. So unakuja hapo unapata uko full time minister. Hakikisha unaleta tu guest kila wakati. Kila wakati. Na kuwakuta mahali wako. Yeah, good. You see? So ina facilitate hiyo kazi inakuwa rahisi. Very true. So tumesema hakuna kubahatika ati umeenda kanisa umeambiwa receive money, hakuna. Labda tu mtu akutumie M-Pesa by mistake. Alafu akwambie reverse dose zangu ama ukatae nazo. Kama kuna jamaa fulani nilitumianga by mistake. Akasema sasa venye nilimpigia alinileta majina yangu tu. Simon Kafiro. Nikamwambia habari mzuri sana. Kuna pesa umenitumia. Lakini ni Mungu amekutuma. Nikamwambia bro nimetuma by mistake nirudishie ndo yangu. Akaniambia kwa sasa sitakurudishia. Mungu amekutuma. Already nishazitumia. Lakini I promise you hizo pesa nitakuletea. Nitakuja kuletea. Na alirudisha? Yeye alikuwa mtu wa Mungu. By the way, na alikuja hadi tukamit. But alikuwa mahali pabaya. Pia kama alikuwa kimeumlamba kidogo. So hakuna pesa za magic, mjue tu hivyo. So unapata vitu kama hizo, ni baadhi ya vitu tulikuwa tunafanya ama ningeweza kuzitengeneza na kuzifanya. Na zingine ilikuwa ni kama kutoa misumari kwa mwili ya mtu. Kutoa mashindano kwa mwili ya mtu. Mnatumia tu ile nini? Kutoa wembe. Wembe mnatoa aje? Sasa hii tuko kwa sasa hapa ni kwa unabii wa uongo, hapa si maroho sasa. Na hapa ndio mahali ungepata tunataka kuaminisha huyo mtu. Anaweza akaingiza miguu yake kwa beseni. Na hiyo beseni ikiwa na maji. Kanisa inaona hiyo kitu ikiwa mzuri kabisa clean. Na hata kuna manabii walikuwa exposed wakifanya vitu kama hii. Hata Kanyara imewahi kuwa exposed akifanya unabii kama hizi. Ati maji inatoka damu. Yes. Hizo ni vitu hata sisi tungeona, hata Michael Njoroge wakati bado alikuwa hai. Ni vitu tungeona na tunajua tumezifanya mara nyingi hapo kanisani. So ni vitu ambazo zina happen sana. Unapata kama ni wembe, kuna vile umeiweka katikati ya mkono ama kama ni sindano.
So immediately sindano nilisikia kuna venye unaweza idungilia hapa kidogo tu. Yes. Ama ushungilie. Yes, so inategemea ni game gani mtu anataka kucheza ama anataka kudanganya watu nayo. So hiyo ndio itategemea na vile utajipanga. Kwa sindano unasikia inatolewa kwa mguu ya mtu, na kitu ya kwanza hiyo maji na ikongo ile ka chemical kale ka wale form 3 form 2 form 3 watakumbuka kale ka potassium permanganate. Wakati sasa inashikana na maji unaona inakaga red kama damu. So mtu akiingiza hiyo mguu anaona ni kama uchawi, ni kama damu yake imeanza no, damu inatoka mingi. Kama damu imeanza kutoka. Yes, na hapo sasa unajua maji kiwa red, hauwezi ukaona hiyo kitu yenye huyo mtu ameficha kwa mkono yake. Na hapo ndio atafanya ni kama anavuta hiyo mguu ama anaosha hiyo mguu ama anaganda hiyo mguu. Na hapo ndio unaona anatoa mpaka mawembe huku kwa miguu ya mtu, unashindwa hiyo wembe zinatoka aje. Lakini watu nao nini mbaya na watu manze? Mtu atakutoa aje nini ati sindano? Na bado unaona kwa makanisa tulikuwa tunapea watu sabuni, ilikuwa ni njia moja bado ya kuinitiate watu. Kwa ufalme wa giza. Okay. Maana kuna masabuni zimetoka saa in the kingdom of darkness. So hiyo umeambiwa hii sabuni ukichukua muende muoge naye. Na wale walikuwa rohiro hizi vitu wanajua. Na ningependa sana kuja kwa comment section. So ilikuwa baadhi ya njia moja ya kuinitiate watu kwa hiyo ufalme. Na kuna kitu ningetaka kuguzia hapa, maana najua kuna watu wamekuwa victim na watu wanashindwa kuelewa, lakini nikiguzia wanaweza wakaanza kufunguka macho. Sijui kama mwaiona kwa kanisa mchungaji fulani ama mkasikia rumors, kuna mchungaji tena kuanga na tabia kulalala na washirika sana. Yes. Unajua nini inafanyika sasa hivi? Hata ati before ingie kwa ibada amelala na yeye tu hapo kwa ofisi ama hata kwa gari. Si hata mimi nilikuwa nafanya vitu kama hizo. Yes. Hizi zinakuanga ni njia moja ya kupata spiritual powers kutoka kwa huyo mwanamke. Kwa sababu in the spiritual realm inaaminika, unaona mwanamke mwenye yako na bidii ya kujituma kwa kazi. Huyo mtu damu yake inakuanga tofauti, kuna uzito tofauti, for lack of better words. Yani ni tofauti na mtu mwenye hana, mwanamke mwenye hana bidii. So wakati mwanaume analala na mwanamke, unajua maandiko yanasema wanakuwa mwili mmoja. So ilikuwa ni njia moja ya kutap kwa hiyo energy. So mtu akitap kwa energy ya mwanamke kama huyo kwa kupitia kulala na yeye, unapata huyo mtu anazidi kuinuka na kusonga mbele na kunawiri. Na sasa mwenye alilala na yeye mara mingi huwa maisha yake inaanza kuharibika. And you know that there is need still of deliverance. Maana mtu amelala na mchungaji wake, kitu ya kwanza ndoa iwe isimami. Haiwezi simama ndoa yake. Haiwezi kusimama. So inakuwa ni baadhi ya njia ungeona tuna initiate watu kwa hizo ufalme, na watu wengi wanakuwa initiated leo. So it is among the things ambazo ningejua hata tungekuja kwa interview kama ISMK, ni vitu ni vizuri niguzie, maana kuna watu wako kwa hizo shida. Na wanataka mahali pa kutoka, maana mtu anashindwa, huwa analala na mchungaji wake. Na huyo mchungaji something funny, akipiga tu simu, huyo mtu ananga njia ya kukataa. Hata ndio unashindwa. Wewe unaona hata washirika wanajua manzi fulani na nani ni wanalalanga na pasta na bado wanaenda hiyo church. Ni nini mbaya? Yes. Hiyo na kwanza sasa ameshikwa kwa anga. Yaani case huyo mchungaji anataka kurenew covenant yake na hiyo mapepo. Immediately. Ile maroho sasa ndani yake. Sasa wajua mtu anaweza kuwa na maroho mingi sana. Ndio unaona wakati Yesu alienda kutoa pepo kwa ile inaitwa Land of Gadarene, wakati alivuka the other side of the sea, ukakuwa na upepo mingi imewapiga. Walipoenda walipatana na watu fulani walikuwa kwa makaburi hapo, wamefungiwa hapo. So si ni yule mwenye alikuwa na nini zinajiita legion ama ni the good. Yes, I'm okay. Ndugu yangu nasoma maandiko. Sana. Juu nasikia hizo demons zilikuwa kwa msemo moja. But ziliingia kwa umati wa nguruwe. Nice. So mtu anaweza jiuliza kwani mtu mmoja anaweza kuwa na maroho ngapi? Au anasema legion. Unajua legion inamaanisha more than 2000 troops. Wanajeshi zaidi ya 2000 na kuendelea. So zaidi ya mapepo 2000 ilikuwa ndani ya huyu mtu mmoja. So hivyo ndio nasema wakati huyu mchungaji anaongozwa na maroho ya unabii na ako kwa divination na ako na maroho zingine, roho ya umalaya inakuanga ndani yake. Unajua umalaya ni spirit kivyake. So ikikuja inakaa ndani yake, hivyo sasa ndio inafikanga mahali sasa inataka kurenew covenant ya katikati ya huyo mtu na madhabahu yao. So kama mtumiangi kwa kuchinja watu kumwaga damu, watatumia sasa mwili yake kwa ibada ya kufanya ibada. So lazima aende sacrifice. Anaenda analala. Sasa hii sacrifice aje ile mbegu yake yenye atamwaga kwa huyo mwanamke. Hiyo ndio inachukuliwa. Unajua mbegu ya mtu ni damu ya mtu. Maana mwanaume analalanga na mwanamke, baadaye unasikia akiwa mjamzito, mtu anarudi anasema huyo mtoto ni damu ya ule mzee. Mwesikia kitu kama hiyo? Yes. So inakuanga ni damu ya huyo mtu, hao tu wanataka, but si ati watamkata mahali hiyo mbegu. So wakati amelala na huyo mwanamke, they take that seed. Hiyo inatumika sasa for higher level ya rituals na vitu zingine.
But sasa the point ni huyu mwanamke tayari amekuwa initiated kwa hiyo ufalme. So no matter what she does in this physical realm, huyo mtu kufanikiwa inakuanga ngumu unless Mungu atume mtu anaweza kaleta deliverance kwa maisha ya mtu kama huyo. Yes, na baada ya hapo maisha inaanza kufunguka na kufunguliwa. So pengine tuangalie kitu kingine Simon K. Kama sisi tulikuwa na njia moja ya kupata pesa, consultation. Sisi kama kuna mtu mmoja kwa kanisa mahali akaambiwa ati alipe pesa fulani kuona mtumishi wa Mungu. Yeah, definitely. Nini unasikia kuona mtumishi ni pesa kiwango fulani. 3,000. Yes. Hiyo inakuanga ni uongo. Okay. Hakunanga venye unastahili kulipa mchungaji. Not unless Mungu akunene, maana tulisema revelation, giving is revelation. Very true. Wewe utake kumbless. Yes. Maana tuoni Yesu akihudumia watu wakimlipa, atuoni mitume wakilipwa na Yesu na watu maana wamewaona. So mkiona kuko na mali watu wanalipa wachungaji, hii inakuwa ni ishara una deal na nabii wa uongo. Very simple. So long as tu umesikia kumuona ni kuna pesa fulani. Simple. Maandiko inasema hivi Simon K. Mumepewa bure hizi vipawa, muzitumie bure. Na pia hapo ndo nitaingiza hii point, ni vizuri sana watu waanze kuelewa wakati Mungu atatuma watumishi wa Mungu, na sisemi mimi ni mtumishi wa Mungu watu wanitumie, ninapeana tu ina bigger picture. Wakati mahali utaona Mungu amekuelekeza, na tulisoma Yeremia 3:15, maandiko inasema ya kwamba mimi Mungu nitawatumia watumishi wangu ambao wamenipendeza kutoka kwa roho yangu, watawalisha kwa hekima na kwa maarifa. Umeona karakta ya wachungaji wa kweli, watawalisha kwa hekima na maarifa. So in case viewers wetu utaona kuna watu kama wanakuja hata kwa hii program ya Simon K, na sisemi mimi naji-exclude hapo. Ni vizuri tunajifundisha kusupport hawa watu. Unajua kwa nini? Sangine wanakuwa na personal challenges na wanahitaji watu wa kuwashika mkono. Very true. For instance, mimi wakati nilikuwa natoka kwa hiyo ufalme wa giza, sasa nitaguzia pengine baadaye tukiendelea. Kuna mama mmoja alikuja akakuwa wa baraka kwangu sana. Unajua aliniambia nini? Mchungaji, najua kuna mtu sahihi anakuamini, lakini mimi najua venye Mungu anapitisha watumishi wake kwa safari ya maisha yao. So mimi ninasema hivi, nimetumwa na Mungu nisimame nawe kwa jambo fulani. Nyumba yako nilipe miezi fulani. Do you know kila siku ilibidingi nilikuwa ninaombea chakula, ilibidingi niombe huyo mama. Nilikuwa naenda kulala inabidi nimuombe. Nikiwa naamuka, yani hii ni mtu alikuja kunishika mahali wakati nilihitaji watu. So ninajaribu kusema hivi kwa njia fupi, wakati Mungu atatuma kina Simon K, maana Simon K ni kuhani kivyake. Maana sasa ni mtumishi wa Mungu kwa njia yake. Hawezi kuwa mtumishi wa Mungu kama hahubiri injili ya kufungua watu vile tunaileta kwa social media yake. Na wachungaji ambao watakuja. When you see that, please msiruhusu hawa watu wafike mahali kwa changamoto. Acha niseme Simon K, ati wataanza sasa kutoka kwa Mungu waanze kudanganya watu kwa sababu kuna challenge imetokea. Na kuko na wachungaji wa kweli na wamesimama sana. True. Na ndio wako na changamoto sana hata kwa makanisa yao ukiingia. Ni vizuri ukiona watu wa kweli kama hao, it is good. I'm just saying this, ni vizuri watu kusimama na watu kama hao. Kweli kabisa. Yeah, so Simon K, tunaendelea kuteremka kidogo. Sijui kama kuna swali yote pengine mpaka mahali tumefika tukiendelea ndio tuingie sasa kwa interview. Unajua bado tujaingia kwa interview leo. Nasikia tumeenda vizuri. Hata kama unasema tujaanzia part ya story. I think information yetu tuko nayo saizi iko sawa. Alright. Hata tukienda kuguzia sasa zile the real thing, the real stories zenye mlikuwa mnafanya, at least watu wataweza kuelewa hizi mambo. Kwa hivyo tupange episode. I think sasa this is episode 3. And I think for now kitu yenye hata tumefanya kwa hii show na kitu yenye inanifurahisha sana ni kufungua watu macho. Amen. But kwa wale watu bado wako kwa hizo madhehebu na hawafunguki macho, hawaangalii, wanasikia information hapa wanakatana nayo, tutawaambia nini kakangu? Ni masaa imefika watu waache kufuata Mungu kwa sababu ya miujiza. Maana kitabu ya Mathayo mlango wa 24 mstari wa 24 maandiko yanasema kutatokea na manabii wa uongo wengi na watatenda miujiza, watatabiri, wataponya wagonjwa, lakini ukiteremka chini Yesu anasema na mimi nitasema siwajui. Na kwa hivyo ni vizuri watu waelewe Mungu bado anatenda miujiza hata leo, na kuna watumishi wa Mungu wa kweli na Mungu anawatumia kutenda miujiza sana. Lakini miujiza ifai kuwe tu ndio kitu ambaye tunafuata Mungu sababu yake. Ni masaa imefika tutake kujua Mungu on the personal level, tutengeneze uhusiano na ushirika mzuri ya sisi na Mungu wetu, personal relationship with God. Unajua Simon K, sisi kama ni miujiza kuna mahali ingefika tungetabiri mvua. Yes. Na kulikuwa na njia mbili ya kutabiri mvua. Either tuitabiri by the spirit of divination, roho itakwambia ambia watu
kuna mvua itanyesha leo kubwa sana baada ya ibada. Kwa hivyo kila mtu achukue kikombe, ahakikisha amekunywa maji ya hiyo mvua, na kuna baraka itaanza kuandamana na wao. Lakini kwa ile unabii wa uongo, hiyo tungeingia tu kwa Google na tuangalie hali ya hewa venye inakaa, tuone utabiri unakaa aje, tujue hiyo mvua. So kuna unabii wa uongo na kuna divination. Hizo ni vitu tofauti. Unabii wa uongo tulikuwa tunapanga kwa akili. Vitu ndio tunafikiria kwa akili, tunaingia kwa Google, tunajua leo by jioni hata inatuambianga, hata mimi uangalia tu hapa kwa nini. Yes, mvua itanyesha. Lakini sasa watu wengine wakisikia hivyo ama wangesikia, wanaona huyo nabii alitabiri mpaka masaa mvua itanyesha, kumaanisha huyo mtu ni mtu wa Mungu. Unaona? So ni kama tu wanatabiri nini, mambo za politics. Yes. Na hao wengine unajua huwa wanakuwa na uhusiano na wale politicians. Ama watu wako karibu na wanasiasa. Sasa wanapewa information na hao watu. So yanakuja kuileta kama unabii. So unaona kaa leo kutanyesha, Thursday kutanyesha sana. Thursday kutanyesha sana. Sasa imagine ni ibada katikati ya wiki. Umeona? So watu wengi wangesikia hivyo na wanaona vitu kama inafanyika. Na unasikia kuna wengine walikuwa wanatabiri, hao nabii wakubwa, tutataja majina yao. Mwingine anatabiri, anasema kuna earthquake itakuja. Na ukirudi kufuatilia misingi yake, ni mwana sayansi mkubwa sana. Okay. Kwa hivyo anajua kutokana na teknolojia kuna earthquake itakuja mahali fulani. Maana zile mitambo za teknolojia zishapeana information ama science. So akitabiri na hiyo kitu happen, watu wengi wanaamini hiyo ni unabii. Mungu amepeana. So na ni njia nyepesi sana ambayo shetani anatumia, ama ameinua madhabahu za uongo ili aweze kufunga watu wengi. So nataka nimalizie mtu wa Mungu, sababu naona kuna mtu wa Mungu ambaye na tukimalizia pia naweza kuuliza, yes, do you believe there are still kanisa za ukweli na manabii wa ukweli na watumishi wa Mungu wa ukweli? Mungu hawezi kosa watu wanaitwa mabaki, remnants. Wako na wako na wamesimama kwa msingi mzuri ya neno la Mungu. They are still there. True. Na tutawajua aje? John 16:13. Maandiko yanasema wakati Roho wa Mungu atakuja ndani yenu, atawaongoza kwa mambo yote. Ni Roho wa Mungu ndani yetu imefika mahali tuombe kila mtu personal prayers. Mtu aulize Mungu, na ule mtumishi ambaye umemtuma, ama mahali na shiriki, ama mahali ningetaka kwenda kushiriki, je, huyo mtumishi ni wako? Na watu wakae mpaka Roho wa Mungu awape muongozo ndio wachukue hiyo hatua. Maana sasa mahali tumefika hii nyakati ya mwisho kulingana na Biblia, mahali tumesoma Matthew chapter 24, manabii wa uongo watakuwa wengi na watadanganya mpaka watu ambao ni waumini. So ni masaa imefika watu wakuwe very sensitive na waweze kuomba pia Mungu awapatie kitu inaitwa the spirit of discernment. Roho ya kutambua maroho. Na hiyo utaisoma kwa vitabu ya Wakorintho, hatuna muda kwa sababu ya masaa. Ni baadhi ya vipawa mtu anaweza omba na akapatiwa. Ukaangalia mtu na ukajua huyu mtu ni mwizi na hakuna kitu umeona ameiba. Ni roho ya utambuzi. So it's a high charge, it's a high time. Mungu anataka kubuild kanisa yake ama waumini wafike to another level, mahali Roho wa Mungu ndio watakuwa wanatembea na Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu anafanya kazi sasa ndani yao. Na hiyo is the one way ya kutoka kwa hizo mitego ama kuepuka hizo mitego. True. Yes. Wow, asante sana kakangu ama mtumishi wa Mungu kwa siku ya leo. Yes. Na kwa kweli ni Mungu amekutuma kwa hii platform ndio tuweze kufungua watu macho. Amen. Na wale watu mnasikiza hii platform, tafadhali hizi message unasikiza hapa ama hizi maneno unasikia hapa, don't ignore them. If kama kuna mahali unashiriki na unasikia moja ya hizi, tafadhali jiondoe hapo. Nakumbuka hapo awali tukifanya episode 1 ama episode 2, kuna venye tulisema hata walio shiriki huko Mungu atawajudge. So usifikirie ati tu uko hapo ati wewe innocently wewe hujui kenye unafanya. God will judge you because you're supposed to have the spirit of discernment. Na venye Yesu alituachia Roho Mtakatifu, hakutuacha tu hivyo wazi. So it's high time. Na mimi nasemanga ukipatana na video kutoka kwa Simon K, kuna platforms mingi sana. Najua kuna watu wengi sana wanafanya content, but God amekuchoose ndio usikize hii. Umesikiza for more than 1 hour, umekaa tu hapo na bado ignore your message. You should think about that. Don't ignore this. So asanteni sana, tunawashukuru. Nashukuru kakangu, najua. So this is episode 3 na leo hatujaguzia story sana, ameguzia kidogo ndio tuweze at least for preparation for episode 4. Yes. So kuna mengi sana na episode 4 ndugu yangu. Naomba sasa disclaimer, wacha nipende disclaimer mapema. Watu wajitayarishe, maana sasa tutakuwa tunakuja kuingia sasa deep
hata usiguze kenye tutaongea deep sana. Tutaingia deep sana because mimi naelewa na tutasema yenye tutaongea. So ni kuwa prepare tu. Na tafadhali watu wangu, mimi nimewapea ruhusa. Ukisikiza hii video, hata kama utaweza kukata part kidogo uweke kwa status zako, utumie watu watumie. Juu tunataka watu wafunguke macho. You can post them on Facebook, TikTok, Instagram, anywhere. Ndio hata wenye hawatafikiwa hawawatch hii channel waweze kuziangalia na kuzitazama. So ndugu yangu, sasa nataka utapeana namba yako ya simu. Na pia wenzangu na subscribers wangu naweza taka tu support ndugu yangu. Najua kwa saizi alikuwa ameniambia kikazi bado. Unajua saa zingine ukitoka huko ndio ukuje hii pande nyingine. Anaenda kuja kushare hiyo testimony, lazima upitie tu challenges. Mahali sasa safari yangu ya kutolewa huko. Yes, najua tutaiguza tu. So kama uko hapo na uko in a position, unaweza support kakangu either kikazi na nini, kitu yote tu unaweza msupport. Na ni mtumishi wa Mungu, tunaweza msupport. Ndio at least hata nikimuita kesho ama kesho kutwa ama hiyo siku nyingine na yeye anaweza kujitokeza. So tunawashukuru sana kwa leo. Tutawapea namba ya simu na majina zako, then tumalizie hapo. Okay. So pia ni exit nikisema Simon K. Thank you so very much. God bless you for this opportunity. Si watu wengi wanaweza peana nafasi kama hii. Kazi ya Mungu isonge mbele na ufalme wa giza uharibiwe. So nakushukuru sana kwa sababu ya kuitikia mtu kama huyo. Na jambo la pili, Jumapili na kila Sunday na kila Friday na kila Tuesday huwa ninakuwa pale, ama nitaanza kukua pale Utawala, mahali panaitwa Benedicta. Na kuna mchungaji hapo na kanisa inaitwa The Spirit of Faith ama Grace of Faith Ministry. Grace of Faith. Hapo tu Benedicta, ukiwa unateremka kama unaenda Ruai, kuna nyumba iko hapo na building imepakwa rangi ya green ya Safaricom. Hapo ndio tunakuwa. Maana Simon Ken iligundua kuna watu wengi sana hawezi wakaja ama tukaonana na wao kule Mombasa. Maana kuna watu wengi wanasema wamekuwa victim wa manabii wa uongo. Na kuna mtu mwingine ambaye nimesema ni manabii wa uongo na wamenifuata kutoka hapa kwa Simon K. Maana wamesikiza habari yangu na hiyo nabii wa uongo imeharibu ndoa zao. Wanaona inaharibu huduma yao, maana huduma haisongi mbele. Inafika wakati watu wanajua kuna uongo inaendelea kwa hiyo kanisa, huduma inaisha. So kuna watu wanakuja wakiwa na mashida tofauti sana. Wengine ni watu walikuwa kwa Illuminati na macult kama zile mimi nilikuwa ndani yake. So nashukuru Mungu kwa kuwa ametumia kifaa kama hii ya Simon K kuweza kuonyesha watu kumbe mtu anaweza kuwa kwa addiction na akatoka ndani yake. Very true. Mtu anaweza akakuwa kwa ulevi ama kwa usharati ama kwa ushirikina fulani na Mungu akamtoa. So pengine tunaweza wasiliana kwa namba ambayo nitapeana na kanisani tutakuwa tunapatikana hapo. Na hii kanisa ukiona mimi nimeenda kushikana na mtumishi yote wa Mungu, tunafanya kazi pamoja. I want to assure you guys it is a good ground. Ni mtu ambaye amesimama kwa misingi mzuri sana. Kwa sababu hata mimi mwenyewe mahali nimetoka siwezi taka kurudi mahali nilikuwa. So na bila kusahau tutakuwa na kesha kwa hiyo kanisa tarehe 10 mwezi wa 4. Okay. Tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu tutakuwa na mkesha hapo. Na hapo ndio tutakuwa tunapokea watu ambao wanakuja Nairobi. Wangetaka tuombe pamoja ama tuonane ama pengine tuzungumze kwa undani sana. So in case unaweza hitaji namba hii kunifikia, unaweza ukanizungumzia kwa hii namba 0759 29 59 77. Nitaisema tena 0759 29 59 77. Na hakikisha unafanya mapenzi ya Mungu wakati Mungu amekupa muda ya kuwa hai. God bless you. Shalom. Asante sana kabisa, tunashukuru sana na tunawapenda sana. Muwe na wakati mwema. Asante sana. Amen. Thank you. Hello guys, how are you doing? I hope you're doing good. Muthenya wa muthi ndina undu mwega muno ndamurehera guku ma followers makwa na ma fans makwa uhoro wigie broti de nacio ci mwena wa Eastern Bypass, na ni broti ci handu hega muno kuma farafara-ini ria main ya Eastern Bypass ukuingira kilomita 1 na ona farafara yo ya kuingira ni ya rami. Uguo handu haria gukorwo gikinya Maram ni handu hanini muno handu hetagwo Karuguru. Wi Karuguru, ungioria Karuguru kuma haria rami-ini ukuingira o kindu kilomita 1 ukorwo kinyete broti ici. Ni broti cia 50 by 100 na ndiriona broti igiri peke yake. Broti ici ndirakwenderia thogora wa shilingi milioni 5 o broti.
na handu haha kuringana na uria urahona to ni njui ni urona mbica ni handu hakurite na njira nene muno ni handu haikaraga itonga ni handu haikaraga atongoria ni handu haikaraga maceleb ni handu hega muno ungigura na wake muciĩ waku na ona ungiuga ati ni ukwenda gwaka apartment no wake tondu ni ndona apartment iria ciakagwo guku ni cia gikiro kia iguru muno na ni ndageria kuririria ndaigua ati thogora uria apartment irihagwo guku okorwo ni ta 2 bedroom ndaigua cirarihio ngiri 40 ngiri 50 uko ni handu ungiuka hihi ona wenda ku invest na mwena ucio no invest ungienda gwaka tunyumba twa kwendia no wake na wendie bei njega muno no cokie mbeca ciaku ungienda gwaka tunyumba twa gukomborithia taru uria mundu akaga tu bungalow tu compound ukomborithagie no wiki uguo haha tigute ona hanini eroreri akwa kana arata akwa undu ungi mwega muno wigie cia icigire ndina cio ni ati cikomeire barabara ino ni barabara murona haha ugucie haha barabara-ini kundu guku maundu maria meku ni maingi muno guku kwina mathukuru ni ndona thukuru itagwo Lakewood haha uguo ni ndona ingi itagwo Royal Brain uguo korwo wina mwana waku wi thukuru no renda gwaka muciĩ wa guikara mathukuru me haha hakuhi mafengi maihuire guku ngiuka ni ndona fengi ta KCB Equity Bank ni ndona Cooperative ni ndona mafengi maingi muno okorwo ni ma petrol station maihuire guku ona wahuta mamikawa maria me guku ni maingi ni ndona KFC ni ndona chicken ni cirio guku wenda kunyua kahua at cafe ungifatara gwikaga shopping gaku ma supermarket me guku ni ndona Naivas Quickmart kwanza ni ndona kwina igiri yani ungienda handu hega ha guikara handu classic ti hangi ni haha riu undu uria gwika no kuhurira namba ino ya thimu 0724 33 3313 0724 3313 nigetha twaranirie nawe ndakwira asking price ni ciringi milioni 5 per plot no ungikihurira hihi no tumenye uria tungiaria plot ici cina ready title deed uguo wagura ni ready transfer wenda kwambiriria mwaka waku wambiririe hau mwe karibu sana hura na mbeo ya thimu 0724 333313 karibuni sana ndoka ndina uhoro mwega muno wa plot ndina cio kuria mwena wa Gitengera Broti ci handu hega muno in a gated community in a controlled area na broti ci haria ciri no kilomita 1 kuma Nairobi na Manga Road the main road o kilomita 1 tu uguo kuma Gitengera town ti handu hanene uguo wewe hau hihi ungienda guceto family yaku icon wendaga gwaka handu ta muciĩ handu hega handu ngiceto family yaku handu ngikara wega ka estate controlled gathaka we waitonga ihinda tiringi ni riri dina broti cia 100 by 100 quarter an acre na ndirakwenderia ciringi milioni 5 asking price ni kuga ati no uhurire na twarie o hanini tumenye kiringi kurengera na kuria Gitengera ni ndronie ni gukurite muno tondu actually gutiri kindu gutari nakio kwina mathibitari maingi muno kwina mafegi gutiri fegi gutari ma supermarket mekuo mathukuru mekuo ma college mekuo uguo ni kundu ungithie no seto immediately na wi Gitengera ona nduri na bata wa guthie Nairobi kana guthi kundu kungi gwika maundu maku tondu maundu mothe mekuria broti shida kwira ni ciringi milioni 5 peke yake na ndakwira kuma barabara-ini main Nairobi na Manga Road no kilomita 1 handu haria ciri ni handu hakurite muno uguo ni kuga hena thitima kwina mai indo ciothe cibataranagia kwina cio mikawa ira ikure ni mikawa miega ungithiaga ma gardens ungithiaga kahore na family yaku nyumba iria cirakwo kundu kuria ni nyumba cia kifahari ni njui ni ukunio mbica icio ciothe hau ni undu wa uhoro makiria hurira na namba ino ya thimu 0724 333313 0724 333313 nigetha twariririe tumenye uria ungithi kuona broti icio na wigire na handu haku handu ungiceto family yaku Kitengera Milimani Estate mko karibu sana asanteni sana.